Hapa Makumbusho. Ndio. Nilikopigwa juzi. Ndio. Na mashabiki wa Simba. Ndio hapa. Hapa. Kwa nini baba walikutakaza? Walinipiga bana baada ya kuwa mimi nimeshangilia sana. Goli lile la Mwarabu lile. Yule mtu mmoja bwana wewe alipiga moja na wanakuambia ya kamera ya hudhu haudhu kura ya dhribu unalika fi shimari shimali manila dhi yadhribu unalika fi mpanzu mpanzu ya rudi kura fi kamera basi mimi nika bana nili ngumi ilipitia hapa jamani kwani vipi tena yani huyu wewe unashangilia nini bana nikapigwa fimbo hapa mara mwingine akaja akanikaba jezi bana kuna vita wewe unashangilia nini kamba basi nisameni bure mimi huyo ukatulia kama sio kizinga. Walikuwa wengi. Ningekufa wewe. Walikuwa wengi. Mimi nikategemea labda jezi utavaa lakini bado unaendelea. Mwenyekiti wa tawi la wekundu wa Makumbusho akatoka na bisibisi. Iko hivi tu anamtafuta. Nani? Yuko. Bisibisi kashika hivi. Hapa tawi la walivyokuwa wanasubira. Uvumilivu hawana. Sisi ni watani. Ndio. Wewe unafikiri Simba angechukua lile kombe angemtania nani? Yanga. Sasa Simba anapoona Yanga anafungwa au anakosea mechi. Ndio. Mashambulizi yanakuja kwetu sisi wanatutania. Na sisi alikadhalika ndio hivyo. Kwa lazima watulie dawa ifanyeje? Umelikosa kombe la shirikisho sisi tumefanya sherehe. Ndio. Na sherehe hazijaishia hapa. Msemaji wetu Ali Shabani Kamwe kasema baada ya kulifanya lile jambo la kahawa pale Kinondoni. Tunaelekea Zanzibar kwenda kuhitimisha sherehe ya ubingwa wetu wa shirikisho. Si mabingwa wa shirikisho. Jambo dogo nyinyi. Fans of Berkane. Hatuna jambo dogo. Sisi hao Zanzibar. Bwana mtani wako sasa ameondoshwa katika mashindano ya CRDB Bank. Kwanza nataka nijue hii weekend yako baada ya tu kutolewa mtani wewe ilikuwa kwaje? Ilikuwa mbaya sana. Kwa nini? Unajua sisi ni watu wa mpira. Na timu zetu pendwa ndio hizi mbili. Simba, Yanga, si ndio? Simba amefanya makusudi mazima kumkimbia Yanga. Kwa nini amemkimbia? Mimi bado haijaniingia akilini kwamba Singida wanaweza kumfunga Simba. Tangu umeanza kuifahamu Simba na Singida wanaanza kukutana lini Singida akamfunga Simba. Kwa hiyo ulikuwa ni mpango mkakati na mimi niko na marafiki wengi sana wa Simba. Kisugu mshikaji wangu sana, mwanangu huyo. Mandala nao sana. Hawa hapa wananipa series. Wananiambia bana mpango mkakati sio kucheza na Yanga msimu huu mtatusamee. Kwa hiyo Simba hawana ratiba ya kukutana na Yanga msimu huu mpaka watakapokuwa wamekaa sawa. Wanaogopa fedheha. Wananisema ni heri tukimbie hivi kuliko kuingia uwanjani tufedheke tutarudia miaka ile. Kuna miaka nafikiri wewe sijui ndio ulikuwa umezaliwa sijui ulikuwaje. Wakati huo Simba anaingia uwanjani anachezea chuma mbili za fasta na kulikuwa kuna dalili ya goli hata 8. Simba kaona hapana half time. Hawa watu sio watu wazuri hawa. Basi kuna milango wakati huo uwanja ule pale wa Uhuru kuna mlango wa nyuma basi wakafungua mlango wa nyuma wachezaji wote na viongozi wakapotea. Sasa wanakimbiaje wakati wana mpanzu baba? Safari ndio ujiulize kipi kiliwafanya wakimbie tarehe 8 ikiwa wana elimu panzu. Elimu panzu alikuwa mzima ushu. Alikuwa mzima wa afya. Kipi kiliwafanya wakimbie? Sema bouncer? Hakuna bouncer. Bouncer anatoka wapi? Unaona kama kuna mabouncer Yanga? Mabouncer. Yanga hawana katika vitengo vyao hawana mtu anaitwa bouncer. Katika waajiri wa Dar es Salaam Africans hakuna mfanyakazi wa Yanga ambaye ameajiriwa pale kama bouncer. Hakuna. Hizo ni propaganda wanazitengeneza. Umeelewa? Ni vitu tu wanatengeneza. Lakini Yanga hawana waajiri ambao wamewaajiri ni mabouncer. Sio kweli. Umeelewa? Kwa hiyo unaweza ukaona uhuni unaofanyika. Yanga hajakuepo pale. Injinia Harris ulimuona? Arafati Ibrahim Samuel Alikamwe na viongozi wengine wa Yanga hawakuepo akina Alex Ngai. Kwa hiyo uliofanyika ni uhuni wa maana sana na hadharani. Kiasi kwamba Watanzania wanatakiwa wajue. Hebu jiulize kitu kimoja. Yanga amemfunga mara ngapi Simba? Pita huko. Yanga amemfunga mara ngapi Simba? Mara 4 mfululizo. Mara 4 mfululizo. Kwa mimi naweza nikamwogopa mtu ambaye nimempiga mara 4 mfululizo. Sasa hizo wanataka kufuta uteja sasa. Uteja ufute wangeufuta mwanzo kabisa uwanja wao kila kitu chao. Nataka nikwambie mchezo wa raundi ya kwanza Simba anafungwa. Unaukumbuka? Ule mchezo Simba alikuwa ni mwenyeji. Na unapokuwa mwenyeji unapata hata nafasi ya kufanya maandalizi mengine zaidi ya nje ya uwanja. Kwa sababu uwanja unakuwa uko kwenye miliki yako wewe. Simba alikuwa anamiliki uwanja, alikuwa anamiliki meneja, alikuwa anamiliki kila kitu. Na walifanya ushirikina mpaka masaa 8 ya usiku. Umeelewa? Kuelekea siku ya mechi. Wakaamini wamemaliza kila kitu na walikuwa wanatutambia hapo wanatuambia goli 3 kavu.
Tukamwambia sawa, lakini kwa sababu Yanga nakupa siri, ikawaambia Watanzania, moja kati ya mafanikio makubwa ya Dar es Salaam Africans, ogopa shehe Yanga anapotoka kuelekea kwenye mechi, halafu anaenda kwa watoto yatima, watu wasiojiweza, watu wenye uhitaji, akaenda kukaa nao na kuwataka wao msaada, waiombe Yanga kwa Mwenyezi Mungu. Ogopa dua ya mtoto mdogo ambaye hajui kufanya chochote, hajui maasi yakoje, hajui zinaa ikoje. Ogopa dua ya mtoto huyu. Huyu mtoto akimwelekea Mwenyezi Mungu kwa kukushukuru kwa kile ulichomletea, dua hii tunasema watu tuliopita madrasa na chuo, sisi mashehe, tunasema dua hii haina pazia. Mtoto anamuombea dua Dar es Salaam Africans, ananyanyua mikono, Mwenyezi Mungu ajalie Dar es Salaam Africans kwenye mchezo huu washinde. Watu tunaitikia amina ya rabbil alamin. Dua imepenya hiyo. Sisi tunaingia. Nisikilize. Hiyo naelekea kwa tarehe 8. Tunaomba dua kwenye mchezo ule wa raundi ya kwanza. Watoto wanaombea dua Dar es Salaam Africans. Tunakwenda uwanjani. Nguvu zote za kishirikina walizofanya zinakwenda kuvunjwa na dua za watoto wadogo. Tunakwenda pale wanajiweka wenyewe. Umesahau? Fikiria kila kitu cha kwao, uwanja wao, wachawi wao, waganga wao, wale wazee nane waliolala Benjamin Mkapa walikuwepo. Umeelewa? Huyo mchungaji wao waliokwenda kule kwenye mafuta alikuwepo. Lakini dua ya mtoto mdogo ilisambaratisha ushirikina wote ule na wakajiweka wenyewe. Sasa jifikirie kama wameweza kufanya na uwanja wao, waganga wao, kila kitu chao, uwanja wameulinda wao mpaka asubuhi, Yanga hatashiriki nao. Na hata mazoezini hakwenda. Ulimuona Yanga ameenda kufanya mazoezi? Sasa kama unalijua hilo sopeleka timu. Tulia kwanza bado. Yanga ulimuona ameenda kufanya mazoezi? Sijamuona. Kwa hiyo kila kitu kilikuwa cha kwao na Yanga hatukukanyaga pale. Lakini tulikanyaga uwanjani. Na bado walichapika. Sasa wanajiuliza saizi, mimi ndio mwenyeji, uwanja wangu, kila kitu changu. Wanakufa chuma ngapi? Tarehe 15 mnacheza mchezo? Nisikize shehe. Tarehe 15 na sisi na Simba hakuna mchezo. Kwanza utawaona wanafanya mambo mengi sana ya kupromoti mchezo. Wewe hako huo mchezo? Wewe ndo mwenyeji. Sisi ndo tungetakiwa tujitokeze hadharani tuunadi mchezo. Lakini ndo kwanza nakwambia sisi tutakuwa tunaelekea Rwanda. Young Africans. Fans wote tumeambiwa, tia nguo zako kwenye begi. Kama una mke unaweza ukapata mke kutoka Rwanda huko. Hiyo mpya. Mimi ndo nakwambia. Sisi tunakwenda kurudi na Baraka anatakiwa aje na mwanamke kutoka Rwanda huko. Watoto wa kike wale wanapua, watoto wa Kinyarwanda pua linakuwa ndefu hivi utafikiri nani wewe? Tegemea bwana Kizinga. Tegemeeni kuona watu wanakuja na wake hapa. Mimi nakwambia, sisi hao tunakwenda Rwanda. Wakati sisi tunapanda ndege tunakwenda Rwanda, mashabiki wa Yanga kwa namna ambavyo tumepewa thamani na viongozi wetu. Wao watakuwa wanapanda madaladala wanakwenda Bagara kwa shilingi 600. Nchi tamu sana. Sisi hao tuko tunapasua anga kwenye mawingu huko. Tuko kwenye mwewe tunapepea. Wao wako kwenye daladala na kwenda Bagara pale. Hii inaleta picha gani kwa upande wako ninyi kama mashabiki wa Yanga? Hii picha kwetu sisi wanakuambia Waswahili, butua uwaokoe wenzio. Butua uwaokoe wenzio. Yanga tupo kwenye kubutua ili tuwaokoe wenzeni. Tuwaokoe wenzetu. Kumbuka Dar es Salaam Africans. Tumegoma huu mchezo sio kwa sababu tunawaogopa Simba wala tunawahofia, la hasha. Sisi tumeugomea huu mchezo kwa lengo la kuokoa sheria na kanuni za mpira wetu. Sheria zinapobakwa bila huruma, zinapovunjwa bila huruma, sisi kama watu wa mpira ambao tupo kwa ajili ya kutetea mpira, hatuwezi kukubaliana na hivi vitendo. Tupo kwa ajili ya kuokoa, na tunawaomba wale ambao mnafikiria mchezo utakuwepo, hautakuwepo huo mchezo. Mchezo huo sisi tumeufuta. Tuna michezo miwili. Tuna mchezo wa Dodoma Jiji, tuna mchezo wa Tanzania Prisons. Tukimaliza hapo kombe la kwetu. Mtake mtatupa, mstake mtatupa. Kombe ni letu. Huo wa tarehe 8 mmeuvuruga wenyewe. Kwa nini saizi wanautaka na wakati tunautaka sisi hawakuwepo? Walikula unyoya. Na sisi sasa hivi tunakula unyoya. Lolote la kumalizia. Lolote la kumalizia ni wewe mwanachama na shabiki wa Dar es Salaam Africans. Na kuibia siri saizi. Kata kadi yako ya wanachama. Kata na ulipie kadi. Kitu kinachokwenda kufanya Dar es Salaam Africans msimu unaokuja, hutaamini macho yako. Na kuibia siri tu kidogo. Pale juu na Jonathan Soa. Muuaji huyo. Soa tayari ndio nakwambia huyo. Msimu ujao wanatukimbia mara ya pili mfululizo na Jonathan Soa. Mbavu ya kushoto huku niwekee Clement Mzize.
mbavu ya kulia huku niweke Pacome Zouzoua. Chini pale niweke Daktari Alidi Aucho. Umeelewa? Juu pale niweke Faisal Fetoto. Maana wewe. Wote nakwambia nisikilize. Wasipokuja au nakwambia mimi. Wasipokuja au nakwambia mimi. Bwana Yanga, hao watu wasipokuja ofisi yangu mnaijua. Kuna laptop ipo pale mpya kabisa nimepewa na kiongozi wa Yanga Ibrahim Samuel. Ile inaficha siri zote za mauaji ya Simba. Nenda kaichukua ile kaichome moto. Na ile naishikilia hivi. Hatuchezi ng'oo.